Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepiga marufuku vyombo vya habari kuripoti shughuli za rais wa zamani Joseph Kabila na kuwahoji wanachama wa chama chake. Haya yanajiri baada ya Kabila kurejea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwezi uliopita, huku akiwa na mvutano mkali kati yake na serikali inayoongozwa na mrithi wake la Rais Felix Tshisekedi. Mamlaka zinashinikiza kuwa kumfungulia mashtaka bwana Kabila, huku kukiwa na tuhuma za uhaini na madai ya kuwa na uhusiano na waasi wa kundi la M23 ambao wamekuwa wakipigana na jeshi, jambo ambalo amerikanusha hapo awali. Ukiukwaji wa marufuku hiyo unaweza kusababisha kusimamishwa, alisema mkuu wa udhibiti wa vyombo vya habari nchini Kongo, bwana Christiani Bosembe. Aidha, ikijibu tangazo la taasisi hiyo, msemaji wa kundi la M23 alisema kuwa vyombo vya habari katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wake havitatii marufuku hiyo. Saudi Arabia, zaidi ya Waislamu milioni 1.4 wanatekeleza ibada ya hija katika mji mtakatifu wa Maka nchini Saudi Arabia mwaka huu, baada ya mwaka mmoja ambapo watu 1300 walifariki, wengi wao kutokana na joto kali. Mamlaka za Saudi Arabia zilisema kuwa zimeongeza tahadhari za usalama kwa mahujaji. Wamepanda maelfu ya miti na kuweka mamia ya viyoyozi katika sehemu mbalimbali za ibada ili kusaidia kupunguza hali joto kali nchini huko. Lakini serikali ya Saudi Arabia pia imeweka marufuku ya kupeleka watoto walio chini ya umri wa miaka 12 na kuonya kuwa watu watakaojaribu kuhiji kinyume cha sheria bila kibali rasmi watakabiliwa na faini ya dola 5,000, ni sawa na milioni 13,412 za Kitanzania, na kupigwa marufuku kwa miaka 10 kuingia Saudi Arabia. Wapiga kura nchini Burundi wanaelekea kupiga kura huku kukiwa na ongezeko la mfumuko wa bei, uhaba wa mafuta na malalamiko ya ukandamizaji wa kisiasa. Viti katika bunge la kitaifa na mabaraza ya mitaa vinawaniwa, lakini Evariste Ndayishimiye yuko salama katika nafasi yake kama rais kwa kuwa anahudumu kwa muhula wa miaka 7 unaomalizika 2027. Uchaguzi huo utapima umaarufu wa chama tawala cha CNDD-FDD, kikundi cha waasi cha zamani ambacho kimekuwa madarakani kwa miaka 20 iliyopita. Taifa hilo la Afrika Mashariki tayari ni mojawapo ya nchi maskini zaidi duniani, lakini wakazi wa huko wamewekewa shinikizo zaidi na ongezeko la bei ya bidhaa kama vile chakula. Vyama vya upinzani vimelalamika kuwa wafuasi wao wamekuwa wakinyanyaswa na kutishwa na wanachama wa vuguvugu la vijana wa chama tawala cha CNDD-FDD. Rais wa Marekani Donald Trump ametia saini tangazo la kupiga marufuku kusafiri kwenda Marekani dhidi ya raia wanaotoka nchi 12, akitaja hatari za usalama wa kitaifa kulingana na ikulu ya White House. Nchi hizo ni Afghanistan, Myanmar, Chad, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Equatorial Guinea, Eritrea, Haiti, Irani, Libya, Somalia, Sudani na Yemen. Marufuku hiyo itaanza kutekelezwa kuanzia Jumatatu tarehe 9 Juni. Hatua hiyo ya Trump imepingwa na mataifa yaliyoathiriwa na vita, uhaba wa chakula na uhamiaji. Aidha, wakati huo huo, Somalia ambayo sasa raia wake wamepigwa marufuku kusafiri, imejibu kwa kuahidi mara moja kufanya kazi na Marekani kushughulikia masuala ya usalama. Katika taarifa, balozi wa Somalia nchini Marekani, Dahil Hassan Abdi, anasema nchi yake inathamini uhusiano wake wa muda mrefu na Marekani. Mwisho wa habari. Usisahau kusubscribe, kulike, comment ili uweze kupata updates mbalimbali.